ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea kukumbushana na kitabu yetu ya buyu, mambo ya biashara. Tulizungumzia masala kadhaa, ikiwa miongoni mwa hizo masaila ambayo tumezungumzia ni taarif ama maana ya biashara na anwaa yake, sampuli yake, na hukumu ya kujifunza, na ayat ama dalail ambayo zinapatikana katika Qur'an na Sunna na ijma' ya wanazuoni juu ya biashara. Leo inshallah tutazungumzia dawabit wa adab albay, misingi na adabu ambayo inafaa kupatikana katika biashara. Yani yoyote ambaye anafanya biashara anafaa kuwa ni mwenye kujua hizi misingi na hizi adab, na afate vile inavyotakikana hizi adab. Kwa hivyo biashara ina misingi yake na pia vile vile iko na adabu kubwa. Miongoni mwa hizo adabu na misingi kuna zenye ambaye ni za wajib juu ya mwenye kufanya biashara kufata, na kuna almustahab yenye inapendeza. Yoyote ambaye anafanya biashara anafaa kuwa ni mwenye kusifika na adabu kama hizi. Tukianza kuzitaja, ya kwanza kabisa, Sheikh rahimahullah anasema miongoni mwa adabu za biashara ya kwanza kabisa ni iltizamu sidqi, mtu kujilazimisha na ukweli katika biashara yake. Mtu asiwe ni mdanganyifu katika biashara yake, awe mkweli katika biashara yake. Na dalili ni hadith ya Ismail ibn Ubaid ibn Rafa'a an abihi an jaddihi Rifa'a qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa idha an-nasu yatabaya'una bukratan fanadahum ya ma'shara at-tujjar falamma rafa'u absarahum ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hii tunapopata katika hii hadith ya Ismail bin Ubaid, anasema tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, fa idha an-nasu yatabaya'un, pindi watu walikuwa wakiuziana, watu walikuwa wakifanya biashara yao wakati wa asubuhi. Fanadahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita kwa kuambia ya ma'ashara tujar, enyi vikunde ama watu wanaofanya biashara. Falamma rafa'u absarahum, pindi walipoinua macho zao kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakanyanyua shingo zao kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusikiza kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaita, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia inna tujara yub'athuna yawm al-qiyamati fujara, wafanyi biashara watafufuliwa siku ya kiyama. Fujar jamu fajir, yani watu waovu, watu wabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yoyote ambaye atasifika na sifa ya illa man ittaqa Allah, mwenye atakuwa na uchaji Mungu katika biashara yake, wabarra, akawa ni mzuri, wasadaqa, na akawa ni mkweli katika biashara yake. Yoyote ambaye atasifika na hizi sifa tatu atakuwa ni mwenye kuokoka kutokamana na hii sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia wafanye biashara. Kwa hivyo adabu ya kwanza kabisa ambayo mtu anafaa kusifika nayo anapoingia katika masala ya biashara ni kuwa mkweli katika biashara yake. Pili ni ijtinabul halfi mutlaqan, mfanyi biashara kuepuka na kuhapa hapa. Hii pia vile vile imekatazwa, kuhapa hapa ovyo. Hata kama ni kweli hiyo kitu ambayo unahapia, lakini usiwe ni mwenye kusifika na sifa ya kuhapa hapa katika biashara. Na dalili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akhraj al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-halfu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lilbarakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kule kuhapa hapa katika biashara, kukithirisha kuhapa, manfaqatun lisil'ati, inafanya biashara yako inaenda vizuri. Watu kwa ajili ya kuhapa kwako watanunua na biashara yako itaendelea vizuri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mamhaqatu lilbarakati, lakini inatoa baraka katika biashara yako. Wewe utakuwa ni mwenye kufanya biashara vizuri, biashara yako itaendelea vizuri, lakini utakosa baraka katika biashara yako kwa ajili ya
kuhapa hapa katika masala ama mambo yako ya biashara. Kwa hivyo jambo la pili ambaye ama adabu ya pili mfanyabiashara anafaa kuepuka nayo ama kusifika nayo ni kuepuka kuhapa katika biashara. Jambo la tatu ni ijtinabu alhalfi alkadhib, ni kuepuka na uongo. Unahapa juu ya uongo. Ile ya kwanza ni unahapa tu hata kama ni ukweli, lakini hii unahapa juu ya uongo. Hii kanzu nimenunua na 1500 na faida yake ni 1000 peke yake, na huko pengine umenunua na 2000, 1000, unahapa juu ya hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza tusiwe ni wenye kusifika na sifa ya kuhapa kwa uongo katika mambo ya biashara. Na dalili ni hadith Abi Dharr an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu aina tatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kuwa ni wenye kuwaongelesha siku ya kiyama. Maana yake ina maulama rahimahumullah wametafsiri na maana nyingi. Miongoni maana ambayo wametafsiri nayo Mtume Allah subhanahu wa ta'ala hata waongelesha kwa maneno ambayo itawasaidia, maneno ambayo itawaletea wao furaha siku ya kiyama. Wala yanzuru ilayhim, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala hata waangalia na macho ya rehma siku ya kiyama hawa watu watatu. Wala hawatakazi wala hum adhabun alim, na watakuwa na adhabu kali siku ya kiyama, ala adhabu yenye kuumiza. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia haya maneno mara tatu. Aliporudia mara tatu akasema Abu Dharr radhiyallahu anhu, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, wamepata hasara ewe Mtume, ni kina nani hawa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuangalia siku ya kiyama wala kuangalia na macho ya rehma, wala waongelesha siku ya kiyama wala kuwa takaza siku ya kiyama, hawa ni kina nani? Abu Dharr akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwanza ni almusbil, yoyote ambaye nguo yake itakuwa ni isbal, inakuwa ni yenye kurefuka zaidi katika sehemu ambaye tumekatazwa tusipitishe. Ya kwanza ni huyu musbil. Ya pili ni almannan. Mannan ni yule mtu ambaye anapatia ama anasaidia mtu lakini anaongelea baada ya kukusaidia. Unampatia kitu fulani alafu unaongelea, si nimekupatia kitu fulani, nimekufanyia hivi, nimekufanyia hivi na hivi. Hiyo ni mannan. Hawa watu ambao watasifika na sifa kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala hata waongelesha siku ya kiyama wala kuangalia na jicho la rehma. Ya tatu ni nini? Na hiyo ni dalili yetu, almunfiqu sil'atahu bilhalfi alkadhib, ni yule ambaye anaendesha anauza biashara yake ama bidhaa yake kwa kuhapa kwa uongo. Anahapa kwa uongo ili hiyo kitu yake iwe ni yenye kuuzika. Mfano, mtu amenunua vitu ndani ya Nairobi ama ndani ya Kenya, alafu anasema nimetoka nayo sehemu kadhaa na kadhaa, maana hii imetoka Dubai, imetoka mamlaka, na huko ni pengine amenunua tu hapa. Hii ni kuhapa kwa uongo, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuangalia yoyote ambaye atasifika na sifa kama hizi. Kwa hivyo jambo la tatu ama adabu ya tatu ambaye mfanyabiashara anafaa kusifika nayo ni kuepuka na kuhapa kwa uongo. Ya tatu ama ya nne ni ijtinabul ghish, kuepuka na utapeli na kuibia watu katika biashara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balanan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anapita kwa soko, akapita kwa chakula, yani chakula inauzwa, kitu kama ngano hivi inauzwa, imewekwa katika gunia, ala subrati ta'amin, yani chakula ambaye imekusanywa pamoja hivi. Fa adkhala yadahu fi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingiza mkono yake katika hiyo bidhaa ambayo wanauza. Fanalat asabi'uhu balalan,
mkono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikapata maji huko chini, yani huko juu iko sawa, lakini huko chini imejazwa kuna maji. Faqala ya ma hadha ya sahiba at-ta'am, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni nini hii ambayo umefanya katika biashara yako? Akasema asabatu sama, imenyeshewa na mvua. Hiyo maji ambayo unaona ewe Mtume ni mvua imenyesha mpaka ikapata hiyo chakula. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas, mbona usiweke juu ya chakula na unaweka chini ili watu wawe ni wenye kuona? Kwa nini umeweka chini hiyo mbaya ukaweka nzuri juu yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini usionyeshe watu kabla wajanunua waone hiyo aibu ambayo hiyo biashara yako uko nayo? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, man ghasha falaysa minna, yote ambaye atafanya utapeli katika biashara ama katika mambo yoyote, falaysa minni, hako katika miongoni mwangu, hako katika umma wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo. Kwa hivyo tusifika na hizi adabu na hizi misingi ambaye mtu anapofanya biashara anasifika nayo. Hizi inshallah tutatosheka na hizi 4 kwa leo, tutamalizia hizo zilizobaki kesho inshallah. Kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ni Arkam Online TV, na hii Online TV tunajaribu kukuletea khutba za kila wiki, darasa za kila siku, na pia tu mawaidha tu, tuseme kama kuna muhadhara, kama kuna darasa na kama kuna khutba utazipokea hapa kwa Arkam Online TV. Kumbuka support us kwa kusubscribe kwa YouTube channel yetu Arkam Online TV, na pia utapata faida mingi sana, bali za faida ukishare, ukisambazia watu, pia wewe ni kana kwamba umefanya da'wa na utapata ajira yako mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo ya kiyama insha Allah. Na tunakutakia tu kila la kheri. Uzidi kuwa nasi, uzidi kusupport, na pia kuna M-Pesa namba hapo, ukipenda tuma kitu insha Allah. Kusupport da'wa si mbaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.